Na sekunde imenawili na kuwa dakika ikanawili na kuwa saa, na sasa hivi ni saa 7. Ninakukaribisha katika taarifa za Mpasho saa 7, ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa 4 mwaka 2025. Langu jina Oronelfa na mwelekezi wa lugha ya ishara akiwa ni Lydia Mose. Karibu. Na tukianza ni kwa uchaguzi wa mashinani wa chama tawala cha UDA ukikaribia, viongozi wa chama hicho katika kaunti ya Mombasa wametoa wito wa umoja kwa njia ya kukifanya chama hicho kuwa imara baada ya uchaguzi. Aidha, viongozi wa UDA wamesema kuwa wanataka uchaguzi huo uwe wa uhuru na wa haki. Uchaguzi huo umeratibiwa kufanyika tarehe 12 mwezi huu. And let's stand with each other by the grace of God, so that the Lord will bless our nation. We are one nation, the 42 communities of Kenya. We are all one. It doesn't matter what tribe, but at least God wants us to love, appreciate, and stand with each other. So I pray for blessings for the coastal people, but especially that God, by His grace, will cause those young people not to harass others as we continue serving the Lord together here. If the church is doing this, let also our government listen to what the young people are saying. Serikali ni broad based, lakini watu wa UDA hawaonekani. Kwa hivyo tunasema watu wote waonekane, watu wote wafanyiwe uadilifu, na sisi kama UDA tuliweza kuleta His Excellency William Samoei Ruto kura 114,000 ndani ya Mombasa County. Lazima pia watu wa UDA watambulike. County Mheshimiwa Ruto akae kwa makini, atulie. UDA Mombasa itasimamiwa na Samir na Mildred Odinga. Sisi mkono wetu ni mdogo, kile kidogo tutafanya vitu vidogo, lakini iko siku Mungu atatupatia. UDA Mombasa itasimama imara bila kiongozi yoyote ambaye yuko ndani ya UDA. Wananchi ndio wanapiga kura, si mwanasiasa. Kwa hiyo watu wasidanganyane ukaambiwa ukiwa mrengo wa Pablo wewe utakuwa mtu wa Pablo, basi UDA ya Pablo. Ukiwa kwa Sarai, UDA ndio ina nguvu, iko kwa Sarai. Sijui UDA ni mwananchi, na sisi ndio tupiga kura, na sisi ndio delegate. Kila mtoto akacheze kwa mlango wa babake. UDA ibakie UDA na ODM ibakie ODM. Nilikuwa ninaomba iwe ni hivyo hivyo vile rais alivyotuonyesha kwamba yeye ni rais ambaye anaunganisha nchi ya Kenya na kuunganisha wa Kenya kufanya wewe Na tukisonga mbele ni kwa viongozi wa kaunti ya Migori kutoka jimbo la Suna Mashariki waliochaguliwa kwa tiketi ya chama cha ODM wametoa mawazo yao baada ya kuchaguliwa, huku wakitoa shukrani kwa wanachama wa chama hicho kwa kuwapigia kura na kuwapa nafasi ya kuwatumikia. Mimi naitwa Joseph Otiep. Mimi ni mkaaji wa hapa Suna Central Ward. Nilikuwa nimesimama kiti ya Suna Central Ward chair. Sasa nimechaguliwa mwenyekiti wa Suna Central Ward. Niko na ofisi yangu ile nimechagua wale wafanya nao kazi hapa Suna Central Ward. Kwa heshima ya watu wa Suna Central Ward kwa kunichagua, walionelea kwamba mimi mwenyewe ndio right person ambaye anafaa afanye na Mheshimiwa Junet and ODM. Nimeshukuru sana tena sana kwa wamama, vijana na kadhalika. Vila nimechagulia na wamama, inaonekana kama nimeenda unopposed. Wale tulisimama nao tulikuwa watu 3. The second person alipata watu 3. The other one alikimbia. Sasa nimebaki as a chair lady ya Suna Central, Suna East constituency. Very successful. As you can see, members of the community are here. This party belongs to these people. It belongs to the community. So we are really thankful and we are really grateful. We have chosen our leaders and we are going to move ahead with him.
Na tukiendelea ni kuwa kikao cha kuwakagua makamishna wa tume huru ya uchaguzi na mipaka ya IEBC kinaendelea hii leo, huku zamu ya leo ikianza na Rashid. Jopo hilo linatarajiwa kumalizika shughuli ya mahojiano hiyo ikifikapo tarehe 25 mwezi huu. Kikao hicho kinachoongozwa na Nelson Makanda kinatarajiwa kuwahoji wateule 6 kila siku. Your experience, yes. I would like you to identify 3 things that you have done as a candidate in the 18 years that have, number 1, disadvantaged or undermined the work of IEBC, and 3 things that you have done that have actually enhanced or supported or complemented the work of IEBC. So let's first discuss the 3 things as a politician, not you, Mheshimiwa, but generally people from that political divide, political parties, candidates. What do you do that undermine the work of IEBC? 3 things. Okay, and not what I supported with the IEBC. What undermined? That is the next after, but we start with the negative things. What I have done to undermine the IEBC? Not you, but political parties and candidates. Oh, political parties. Because you are clients and customers of IEBC. Yes. And you are the reason why elections actually do not succeed, or they fail, or they succeed. Oh, very well. So what are those 3 things that political parties and candidates do that actually undermine the work of IEBC? Okay, as I start with as a candidate, as candidates, I think there's political interference by the candidates in terms of favoring certain officials to be posted in a certain area. The other thing that undermines is that during the voting, some candidates, they still, after some time, 3 days or some days, you are supposed to campaigning. So they continue campaigning. Either even in where the polling is taking place. The other thing is issue of bribery. Some of them, they think they do double registration. They think they will get more votes, not knowing that's an illegal. I think a lot of things happen that really undermines the integrity of IEBC. Na tukiendelea ni kuwa waziri wa leba Daktari Alfred Mutua amehamasisha vijana kukumbatia sekta ya ubaharia almaarufu marine sector kama njia moja ya kupata ajira. Akizungumza katika warsha ya kutoa nafasi ya ajira ya mabaharia, Mutua amesema zipo nafasi nyingi za ajira baharini kando na uvuvi, ikiwemo sekta ya mizigo na ya usafiri. Kuna kazi baharini. Kuna kazi seafaring is a huge industry in this world. From the fishing industry, from the transportation industry, from the container industries. Seafaring is a huge industry. Cruise ships. Nataka warembo wetu, vijana wetu wanaandikwa kazi kwa Cruise Ships International wakiwa na hiyo SAD card. Si ndio? Wanapata kazi. Kazi baharini ni kazi kubwa. Kazi kubwa yenye pesa nyingi. Unajua kama wewe unafanya kazi kama askari wa polisi, unapewa identity card ya askari wa polisi. Ukienda mahali unaonekana wewe ni askari wa polisi ama wewe ni daktari. Seafarers pia kulele inaitwa Seafarers Identification Document SID yenye magnetic chip, computer chip hapo, unaweza itumia ukienda nchi fulani, ukitembea unaweza ruhusiwa. Kama hauna hiyo identity card ambayo inapeana na serikali ya Kenya, inamaanisha kupata kazi hata kwa meli kubwa kubwa, hiyo sahau kabisa. Kuna Wakenya wengi hapa napaswa kupata, na hiyo imekwama kwa government bureaucracy. Na mimi nitaifuata na ndugu yangu wa Maritime, nitaifuata kwa mamlaka ya maji, kwa kisa kwamba tunawapa hawa vijana haki yao. Kuna
shida katika ile training ya watu wetu, kwa sababu hawana meli ya kufanyia practicals. Utakuta ya kwamba unamfunza mtu theory ni kama kumfunza mtu kupika ugali kwa darasa bila practical. Haiwezekani, lazima kuwe na practicals. Kwa hivyo hiyo training ambayo inafanywa kule Mombasa na hizi seafarers, it is not real training unless it is practicals. Wale wenye meli wanaweza wachukua watu wetu wafanye practicals bila kuitishwa pesa ya kuwalipa. Umeelewa? So it's part of the training. Kuna kazi mtandaoni, watu wanakaa online work huko nyumbani, wakati wengine wamelala huko kazini, wakiamka unalala, inakuwa wanataka 24-hour economy. Online jobs are plenty. Na nitazunguka katika nchi yetu ya Kenya nikwambia vijana wetu wacha kukaa hapa chini, fanya kazi, ukingojea kazi ya ground, kazi ya ofisi, fanya kazi hapo kwa mtandaoni. Na kwingineko ni kuwa muungano wa wazazi pamoja na viongozi wa kisiasa kutoka kaunti ya Nyamira wamekemea vikali ongezeko la visa vya dharura za kijinsia, mauaji ya wanawake nchini. Viongozi hao wakiongozwa na Jerusa Momanyi na seneta wa Aukongo Mogeni wamemtaka Rais Ruto kukazia hali ya usalama nchini. I was so sad wakati nilisikia ati kuna mama amepigwa, na pia tukaonyeshwa videos ambazo zinaendelea kutembea mitandao. Sisi sasa tumeenda mpaka Amerika, mpaka Australia, everywhere tunajulikana ati wa Kenya, na sana sana kwa Kisii, kwa Nyamira wanapiga wamama, ati wanataka wamama wafanye kimira ambacho ilipitwa na wakati zamani. Tumeshuhudia watoto wetu wasichana wengi. Kuna mwingine alikuwa university ni kutoka jamii ya Omogusi, juzi amenyongwa na wakora. Tunakuomba Rais, tafadhali angalia kwamba vikosi vya polisi vinatulindia watoto wetu. Hatutaki kuona tukituma watoto university wanarudi kunyongwa. Na tukitamatisha ni kuwa serikali ya kaunti ya Migori kupitia bodi ya kutoza ushuru imekamilisha shughuli za kuhamasisha maafisa ya kutoza ushuru kuhusiana na mbinu za kisiasa na kuwatoza wafanyakazi katika kaunti hiyo ya ushuru. Shughuli hii imekamilika, ilikuwa ikiendelea kwenye maeneo bunge yote ya kaunti ya Migori, na leo hii imekamilishwa katika eneo bunge la Uriri. Mwandishi wetu Lennox Odede ana taarifa hiyo kwa kina. Akizungumza baada ya kukamilisha shughuli za kuwahamasisha watoza ushuru katika kaunti ya Migori kuhusiana na mbinu za kisasa za kukusanya ushuru katika kaunti hiyo, David Ligawa ambaye anasimamia ushuru katika kaunti ya Migori amesema kuwa serikali ya kaunti ya Migori inatarajiwa kutumia mbinu ya kisasa katika kukusanya ushuru. Training our collectors on new technology to collect revenue. Number one, we are collecting revenue by the use of smartphone and the use of a Bluetooth printer. We are also doing the same by the use of USSD. Okay, this USSD is used by the customer. Okay, customer is the one who is going to use his or her phone to dial the code that I've given to pay the revenue. Today marks the end of our movement. We have moved across the county. We've been training our collectors to embrace the use of technologies that actually I've mentioned. Amesema kuwa mbinu hiyo mpya itasaidia pakubwa serikali hii ya kaunti ya Migori kuongeza mapato ya ushuru yao hadi shilingi bilioni 1. When Governor Uchila Yako took the government, the county government of Migori was collecting around 300 million. We have moved this to 400 million in the following financial year. In the year 2024-2025, the revenue collection has moved to 500 million. With the use of these technologies that we have put in place, we expect that we are going to collect up to 1 billion. Tom Gare ambaye anasimamia eneo bunge la Uriri amepongeza hatua hiyo akisema kuwa itasaidia pakubwa katika kupigana na wahalifu wanaojifanya watoza ushuru. This is coming handy because with the new technology
we will know who is having the machine, and then as we have been trained inside here, the central office at the Director of Revenue's office will monitor what has been collected and at what time and at what position. That one will give us the actual revenue collected in a day and the person who is collecting it. Ligawa aidha amesema kuwa kwa sasa ni watoza ushuru 30 kutoka kila sub-county watapewa rununu za kuendeleza shughuli hiyo wakisubiria rununu zingine. Since we don't yet have enough number of funds, so we have arranged for 30 collectors in each and every sub-counties that are going to be given fund right now. And then as the procurement department continue with the buying of new phones and new Bluetooth printer, will continue to allocate as time goes by. Nikiripotia runinga ya Ndizi TV Africa kutoka eneo bunge la Uriri, kaunti ya Migori, mimi ni Lennox Odede. Naam, shukrani sana mpenzi mtazamaji kwa wakati wako, na hapo ndipo ninaweka kikomo katika taarifa zetu za mpasho saa 7. Zidi kufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ikiwemo sura kitabu wana kimombo husema kama Facebook, tunapatikana pale kama Ndizi TV News Digital, na katika mtandao wa TikTok, Instagram na YouTube tuko pale kama Ndizi TV News. Langu jina Oronelfa na mwelekezi wa lugha ya ishara amekuwa ni Lydia Mosi. Kwa heri.